Yesu asifiwe. Amina. Faida za kutoa. Unapotoa kwa Mungu kwa uaminifu katika Malaki 3:10, Biblia inasema Mungu anakufungulia madirisha ya mbinguni, unabarikiwa. Maana kama ni biashara inaongezeka, kama ni mfanyakazi kazini, yani unajikuta wewe kazini ni mtelela tu. Kama ulikuwa mwalimu unapandishwa unakuwa afisa elimu. Kama ulikuwa afisa elimu cheo kinapanda. Mwisho wa siku jirani zako watakuja wanakuuliza, hivi mganga wako nani? Mbona wewe kila siku wewe tu? Lakini jibu nalo hapa, mimi mganga wangu Yesu aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niwape siri ya utoaji. Ukitoa na kumtumainia Mungu kwa moyo, hata wale ambao huwa wanakuloga wakikushindwa wanasema wewe ni mchawi. Lakini unawaambia yeye ni mchawi kwa sababu mganga wangu ni nani? Ni Yesu aliye juu mbinguni. Ili Yesu awe mganga wako kweli, mambo haya umche Mungu wewe na familia yako. Jambo la pili, utoe sadaka kwa Bwana kwenye madhabahu, lakini saidia na wahitaji. Lakini jambo la tatu, umuombe Mungu daima. Ndio maana nikawaambia kuna wengine wanatoa sana, lakini hizo sadaka zako unazotoa huwa unazungumza nazo ili zinene mbele za Bwana. Hapo inabidi tupaangalie. Kuna mwingine muda wa matoleo, toa anadumbukiza tuntu anaondoka. Kule kwa mganga ukifika atakwambia sadaka yako itembee mate. Atakwambia inuizie. Kwa nini mnanuiza? Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya Bwana unapotoa madhabahuni kwa Bwana, mwambie Mungu uhitaji ulilokuwa nalo ili Mungu akutendee kupitia hiyo sadaka. Kuna wengine hawapati hata mafanikio kwa sababu anatoa kwa mazoea, alafu sadaka yake hazungumzi na hiyo sadaka ili inene yaliyo mema kulingana na mahitaji anayohitaji. Kwa hiyo kumbe sadaka tunazozitoa inatakiwa tuzinenee ili ziseme mbele za nani? Za Bwana. Zungumza na sadaka yako. Mwambie Mungu, mimi watoto wangu ninahitaji wafaulu, wawe vizuri darasani, ninakutolea sadaka hii. Toa. Halafu kisha toa, subiri majibu ya Mungu. Mungu atajibu kulingana na haja ya moyo wako. Na ndio maana katika Malaki 3:10 inasema Mungu anakufungulia madirisha ya mbinguni kwa yule anayetoa kwa uaminifu. Kornelio alitoa kwa uaminifu, ndio maana madirisha ya mbinguni yakafunguliwa. Malaika anamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimekuwa alama na ukumbusho mbele za nani? Za Mungu. Maana Kornelio akainuliwa, yeye na familia yake, akaongezewa pale alipokuwa, akasogezwa mbele, Kristo akamwatamia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimtolea Mungu kwa uaminifu, Mungu anamkemea ibilisi halaye. Biashara zetu, Malaki 3:11. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa sadaka zaka kwa uaminifu kwa Mungu, ile ni lazima umejiwekeza mbele za nani? Za Mungu. Hata kama adui amepanga kukuangamiza, hata kama adui amepanga kukutegea mtego wa kila aina, Mungu anachungulia lile kapu limejaa. Kama limetuna, Mungu anapisha pembeni, adui anakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hapa kutoa hawatoi. Saa hizi tukisema tukague bahasha zao za zaka, yaani kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 6, kajitahidi sana 2,500. Halafu huyo ndio wa kwanza kunyosha mkono kutaka kujua taarifa ya mapato na matumizi. Kagua kadi yake, aibu. Unakuta mwingine ni mzee wa kanisa, kagua kadi yake, aibu. Mwingine ni mwanakwaya, wamempa na uongozi, kagua kadi yake, aibu. Alafu mwisho wa siku anasimama anazitaka baraka. Baraka zipi hizo ndugu yangu unazozitaka wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tukitoa kwa uaminifu, Mungu anaachilia ulinzi hata kwenye uzao wetu. Kornelio alitolea sadaka na
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hapa watakumbukwa kila siku kwa manunguniko ya hela zetu zimeliwa. Wengine watanungunika kila siku kwa ubabe walionao, ndio watakumbukwa. Lakini utakumbukwa kwa mazuri yapi? Kwa sadaka unazomtolea Mungu. Kwa sababu kama Kornelio alikumbukwa na Mungu, hakukumbukwa na Mungu peke yake. Hata wale aliotoa sadaka kwa ajili yao walimkumbuka. Tunajifunza kwa nani? Kwa Dorcas. Habari za Dorcas tunazielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina we. Dorcas, Biblia inasema alitoa sadaka kwa kuwashonea nguo wajane na yatima. Biblia msomaji. Bwana Yesu asifiwe. Dorcas aliwashonea nguo wajane na yatima. Biblia inasema Dorcas akaugua akafa. Wale wajane na wale yatima walipoona Dorcas amekufa, Biblia inasema wakaanza kulia, wanamuombolezea mbele ya Petro, lakini wameshika yale mavazi yao wanalia. Kwa nini walimlilia? Kwa sababu walikumbuka sadaka alizozitoa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Walikumbuka sadaka alizozitoa kwao. Matunda mazuri aliyoyapata Dorcas baada ya wale wajane kumlilia, Biblia inasema Dorcas aliamka akawa mzima. Kwa hiyo hata sisi sadaka tunazozitoa tunajiwekea hazina kwa Mungu ili siku tukifa tukaurithi uzima. Sasa acha kutoa mpendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi Wakristo tuliopata neema na uzima mbele za Bwana, inatakiwa tutafakari kwanza ukuu wa Mungu ambayo Mungu anautenda kwetu. Kwa sababu tukiangalia Mungu anatupa pumzi yenye uhai, tunapumua bure, hatuilipii hata senti. Saizi tukienda hospitali kuwauliza wale waliowekewa oksijeni, kwa maana ya wale wanaopumulia mashine, tukiwauliza gharama ya ile mashine watakwambia wanalipia. Lakini pumzi ambayo Mungu anatupatia leo hatuilipii hata shilingi 100. Maana ni kitu ambacho tunapaswa kujua kwamba tuna neema ya ajabu kupitia huyu Mungu anayetupa pumzi. Maana kitu kikubwa ambacho tunapaswa kukitafakari na kukichukulia hatua, kujitoa kwa Mungu kwa uaminifu, kwa sadaka zetu na kutoa zaka kwa uaminifu, ili mwisho wa siku Mungu aachilie ulinzi katika maisha tunayoyaishi. Mungu alibariki neno, atubariki na sisi sote. Amina. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno lako ambalo umetufundisha habari ya Kornelio. Kornelio alikutolea kwa uaminifu, matokeo yake alipata majibu ya maswali yake. Nasi Bwana tunajua tunakuibia kwa namna nyingi, kila kona tunakopita, kwenye vyanzo vya vipato vyetu. Najua Bwana sio waaminifu mbele zako, lakini Mungu tunanyenyekea chini ya kiti chako cha enzi. Tupe mioyo yenye kukujua wewe na kukutolea kwa uaminifu, kwa sababu umesema kila kitu kinachopatikana katika nchi hii ni cha kwako wewe Mungu. Tufundishe kukutolea wewe. Lakini tazama kusanyiko lako lililoko mahali hapa, kila mmoja yuko sehemu anakohangaika kwenye biashara, kwenye kazi zao za maofisi. Bwana Yesu, kabariki kazi za mikono yao, kwenye vyanzo vya vipato vyao, maana tunajua kule wanakotafuta ndiko ziko sadaka ambazo ni zaka, sadaka za kila aina ambazo wanapiga hatua na kuja kuzileta kwenye madhabahu yako hii. Mungu kawalinde, ukawatunze, lakini neno lako likafanyike baraka na msaada ndani yetu. Neno lako wakaendelee kulitafakari vyema kwenye mioyo yao, lakini likawa historia na baraka nyingi katikati ya maisha yao na familia zao. Endelea Mungu kutuhudumia hata kwa huduma nyingine tunazoendelea kuzifanya kwa Kristo Yesu. Amina.